kwamba kumsomesha mtu mzima ni rahisi zaidi yeye kwenda kuikontrol nyumba yake. Mtu mzima ndio ana watoto, mtu mzima ndio ana wajukuu, mtu mzima ndio mwenye ulezi wa familia. Lakini hatuna maana kutowasomesha watoto, kwa sababu tumefanya tathmini ya kutosha. Mtoto anapelekwa madrasa, anajengwa maadili, anaporudi nyumbani wazazi wako tofauti na maadili hayo. Sasa inakuwa mtoto hawezi kumcontrol baba au babu na kuendelea. Tumelenga katika kuwasomesha watu wazima, na kwa sasa hivi ndio maana tumezungumzia taarifa, hatukuweka risala. Waislamu wamedhalilishwa, Waislamu wameuawa. Waislamu walikuwa wachache, wanyonge, hawana nguvu. Lakini subhanallah, baada tu ya hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume kuondoka Maka kwenda Madina, hali ilibadilika. Waislamu wale ambao walikuwa wanyonge wakawa ndio wenye nguvu, Waislamu wale ambao walikuwa wanaogopa ndio wakawa wanaogopa. Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, siku moja katika maswali yake, tunajua Umar ana misimamo mikali. Katika maswali mazito alimuuliza Mtume wakati wako Madina. Sote tunafahamu kwamba tukisafiri tunaruhusiwa kupunguza swala kwa swali la kambi mbili, lakini ukiangalia ile aya iliyokuja kuturuhusu imetaja swala la hofu, kwa sababu ya Waislamu walikuwa kipindi cha hofu, kipindi cha unyonge, wakapunguziwa uzito wa swala wanapokuwa safarini, waswali la kambi ili muda wa swala uwe mfupi, wasije wakavamiwa na watu ambao wanawatafuta. Nauza mpaka maeneo yaliyopakana na msikiti. Na sioni kasi ya watu kuomba hata maeneo kwa ajili ya kujenga misikiti, madrasa. Naona kasi tu ya kutafuta maeneo, alafu baadaye mtu akishapata analiuza. Sio wakati tunaotakiwa kurudi tena nyuma kujenga msikiti kwenye kiwanja cha mtu, sio wakati huu. Kwa niombe, wakati tunapambana kuhakikisha uwekezaji mkubwa unafanyika Bagamoyo, viwanda vinaanzishwa, lazima pia sisi kama Waislamu tuone namna gani tunajipanga kupokea uwekezaji huo mkubwa wenye faida kwetu wana Bagamoyo na Watanzania kwa ujumla.